Bwana, nalo gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari kubwa andikwa: Samia aonya usumbufu kwa wawekezaji nchini, ahadharisha mabavu, aagiza wabadhirifu washughulikiwe, atoa msimamo viongozi wanaotaka kugombea uchaguzi mkuu. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 3 gazeti likiwa ni Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tanga ya noga kila sekta miaka 4 ya Samia. Ukurasa wa 4 kule Tanga bwana. Sasa alikuwa kwenye ziara, alikuwa kwenye ziara sio? Yes, alikuwa kwenye ziara, lakini kule Tanga kuna msemo mmoja hivi nataka niukumbuke hapa. Tanga. Wasema wajalewa ndo Tanga. Wajalewa ndo kaleo. Wajaleo, lakini siku ya kuondoka hujui. Ndio sifa ya Tanga. Kwamba ukienda inawezekana ukaroea huko. Yaani wanakuwa wanakuuliza vipi utaondoka kweli kwa hali hii, kwa uzuri huu. Kwa vitu tunavyoviona huko sawa kule. Unaweza kaanza maji tu anaweka iliki kule. Sasa unaweza kuona ya kuoga. Haya wale watu wa Tanga lazima anukie. Kwa mheshimiwa Batrida Buliani huko. Tali kweli. Wana Koltini hasara milioni 126 TRA, ukurasa wa 7 na ndani wa taarifa hiyo. Lakini DAWASA yakamilisha miradi ya bilioni 233 miaka 4. Ukurasa wa 2 DAWASA bwana, hii ni mamlaka ya maji kule Dar es Salaam. Jana alikuwa akizungumza na waandishi wa habari juu ya utekelezaji sasa wa kuhakikisha kwamba wananchi wanaoishi Dar es Salaam wanapata maji safi na salama. Na hawa pia wanahudumia pwani, kwa sababu pwani na Dar es Salaam ni kama pua na mdomo. Ni kweli. Lile sakata la wananchi kunywa maji machafu waliounganishwa na bomba la kinyesi ile. Inawezekana sasa imekaa sawa. Ilikuwa ni Ilala Temeke ilikuwa. Ilikuwa ni Mbeya hiyo. Ilikuwa ni Mbeya. Nadhani kulikuwa kuna changamoto pia hiyo. Ilikuwa ni kwamba katika uunganishwaji wa viungo vile vya mabomba walikosea. Kwa hiyo wakaunganisha bomba ambalo linatoa maji taka. Baada ya kuunganisha maji masafi. Lakini serikali ilihudumia wale ambao walipata athari. Kuna moja ama nyingine na ikaomba radhi pia. Serikali yapunguza utegemezi wa bajeti, ushiriki PPP kuongezeka. Bajeti ijayo ukomo trilioni 57. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 3. Hivi bajeti yetu ya mwisho ilikuwa trilioni ngapi? Habari 9 sio hivyo? 0.35. Ndio ilikuwa mwisho. Kwa hiyo bajeti ijayo ukomo trilioni 57. Imepanda kidogo. Kwa hiyo utaona sio mchezo. Tunasogea tupo 49 mpaka 57 pale. Wake takriban trilioni 8 zimeongezwa. Ndio. Lakini CCM yatangaza ukomo bunge, udiwani, viti maalum. Kurasa wa 7 mjiandae waheshimiwa madiwani wa viti maalum huko mnatusikiliza. Hivi viti maalum unaweza kachaguliwa hata mwanaume? Bwana mimi naona wake bwana. Inawezekana. Kuna viti maalum kana pia. Kwa nini viti maalum wewe wanakuwa? Lakini wengi si ni wanawake. Sawa, mwanaume hawezi kuchaguliwa viti maalum. Viti maalum wewe kapambane bwana. Basi ningeongea vingi sasa, basi ngoja tuniache. Na inawezekana namna mahudhurio kwenye chama. Wanahudhuria sana wanawake, wanaume hawahudhurii. Hawapo kwenye ratiba. Mnakatwa. Wanaume mnakatwa kwa sababu wa mwingine. Maana mimi ninachokijua kwamba viti maalum sio nachaguliwa ndani ya chama. Ndio. Yaani chama ndio kinapiga kura kwamba Jeni ni mhudhuriaji mzuri sana. Unachokizungumza Maruseki unaweza kawa uko sahihi. Vigezo anaweza ana kadi, ana sare 3. Jiulize. Hivyo ni vigezo wanaopiga ndelemo sana ni kina nani kwenye video. Hawaangalii una kadi, una sare wala nini. Na kazi unafanya. Ukipanda jukwani unaongea dakika ngapi? Una uwezo wa kutumikia ile nafasi ambayo utakabidhiwa. Sio hata kuongea ukipanda jukwani. Zile taratara. Wewe unasema hebu niwekeeni jukwaa la kunanili kidogo, la kupumzika. Wewe tukuchague kweli wewe? Hiyo inakuwa ni balaa. Wewe. Hiyo inakuwa ni balaa. Bwana Makakala aeleza tija ya visa vibari mtandaoni. Kurasa wa 20 ndani wa taarifa hiyo. Ni yao tu kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nalo gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Bwana leo Jumatano bwana. Nishakumbuka kwamba leo Jumatano kumbe gazeti la Raia Mwema ni watu wametoka. Habari kubwa inaandika TRA kwa moto. Vigogo wanaodaiwa kushirikiana na matapeli wasakwa. Hivi unajua maana kigogo? Achana kigogo. Vigogo
vile labda vijipande vya mti vidogo. Kigogo. Na kigogo kinaweza kuwa ni ule mbuyu mkubwa ule ambao umekatwa. Sifa ya kuwa mbuyu mkubwa maana ni mtu ambaye mwenye pesa nyingi, mwenye uwezo. Kigogo kwa maneno, kwa uwezo wa pesa, vyote kwa vyote. Haya bwana, lakini pia simulizi ya Idi Hazani zaokoa wafanyabiashara wengi. Okay. Kamishina pia wa mamlaka Mwenda afunguka mambo mazito. Ukurasa ule wa pili ukija na undani wa taarifa hiyo. Samia awashia taa za kijani wagombea ni watumishi wa umma wanaotangaza nia, lakini pia apiga mkwara waziri Mchengerwa. Hivi unajua kazi ya taa za kijani? Simeruhusiwa. Imeruhusiwa, lakini inatoa tahadhari. Kuwa na mpango sahihi. Kuwa na mpango sahihi. Nakumbuka sana hiyo. Zamani sana kwambia tumia taa za kijani. Na Mheshimiwa Rais ameamua kulizungumza mapema kwa sababu sieka imebaki miezi kadhaa, watu wanakumba walikuwa na nia ya kugombea, alafu naanza kuambia na namna hiyo, maana hata kuelewa. Sasa hiyo ni njia ya kumfifisha mtu kama alikuwa na nia ya kugombea. Ni nia ya kumfifisha. Kwa sababu kwa mfano, ni kweli ni kigogo, anataka kugombea. Anataka kugombea kwa sababu pengine ameona kuna upungufu kwenye ile jimbo. Sio kumfifisha, wewe tuambie mapema, si tutafute mtu. Haya bwana. CCM sasa yashusha nyundo viti maalumu. Taarifa pia imepewa kipaumbele katika gazeti hili la Raia Mwema, lakini ACT Wazalendo yaweka mgomo wa nini? Kama nakala yako, habari kamili ukurasa ule wa pili. Taarifa nyingine, SGR mguu sawa kwenye mizigo. Taarifa kamili ukurasa ule wa 6, gazeti ni Raia Mwema. Mbali na hiyo pia serikali yapongezwa kuwawezesha wanawake, ukurasa ule wa 16 ukija na undani wa taarifa hiyo. Na ni hayo tu yamebainishwa katika gazeti hili la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Nalo gazeti la Uhuru kweli daima laandika 15,000 idadi ya madarasa aliyoahidi kujenga katika mikoa mbalimbali nchini. Na unaambiwa Rais Dr. Samia ainisha mafanikio miaka 4 ya gusa sekta za miundombinu, maji, umeme, elimu na afya. Asema ni kielelezo cha serikali inayojikita kuleta maendeleo. Atoa agizo kwa waziri wa TAMISEMI kuwachukulia hatua watumishi watakaobainika kujihusisha na ubadhirifu wa mali za umma. Habari picha inamuonesha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan hapa akipokea tuzo maalum hapo kutoka kwa ALAT. Na hii manake ni kwamba ni jumuiya ya tawala za mitaa Tanzania. Inaitwa ALAT. Okay, sawa, jambo jema alichokifanya. Haya, bajeti sekta afya Zanzibar yapaa hadi bilioni 830. Zanzibar, bajeti sekta afya imepaa mpaka bilioni 830. Ukurasa wa 8 na ndani wa taarifa hiyo. Lakini Koritini tuhuma kusababishia TRA hasara ya shilingi milioni 125. Yeye anasababishia mamlaka ya mapato Tanzania. Unapata wapi nguvu? Kwanza ujasiri unaopata wapi kwanza? Zile ni kodi za wananchi. Ndio. Watu wamejichanga huko, wameuza mkaa, na licho kwamba nishati inakataliwa, lakini amejichanga, ameuza mkaa, lakini mwisho siku analipa kodi. Anafanya lini? Ushuru analipia huko. Zinafika mamlaka husika, kuna mwamba moja na sababisha hasara. Piga tu pesa. Hiyo haki yake ya. Bana atoa angalizo kwa wakurugenzi ni wale wenye nia ya kugombea nafasi za kisiasa katika uchaguzi mkuu. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Uhuru kweli daima. Lakini Happy avipa maagizo vyama vya ukombozi, ukurasa wa 6 na ndani wa taarifa hiyo. Zeki yapongeza uandikishaji wa piga kura wilaya kati. Huko kuna neki kuna ineki sasa hivi. Kuna ineki, kule kuna Zeki. CCM yapitisha majina ya wagombea uongozi yako hapa. Wanachama, angalieni mkeka ushatoka huko. Yao tu kwenye gazeti la Uhuru kweli daima kwa siku leo. Zanzibar Leo ukweli na uwazi, habari kubwa inasomeka serikali za mitaa chachu ya maendeleo ya taifa. Hii ni kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia Katibu Mkuu Nishati afafanua azma ya serikali kununua umeme Ethiopia. Taarifa hiyo imepewa kipaumbele katika gazeti hilo.
Lakini taarifa nyingine pia imeandika tunaendelea kuimarisha mazingira ya elimu, kauli kutoka kwa Hemed. Ukurasa ule wa pili ukija na undani wa taarifa hiyo. DC aonya wanaotaka kukwamisha zoezi la uandikishaji. Ukurasa ule wa tatu unakuja na undani wa taarifa hiyo. Lakini Dr. Marijani aahidi kushughulikia uchunguzi sakata la mjamzito. Sakata gani? Kama nakala yako ya habari Zanzibar Leo, ukweli na uwazi, utakutana na undani wa habari hizo. Ni hayo yamepewa kipaumbele gazeti ni Zanzibar Leo. Nipashe Mwanga Jamii niko nalo hapa. Gazeti hili bwana limeandika vigogo mtegoni. Vigogo mtegoni. Yaani hawa vigogo wamemkuta mamba kalala. Wakasema tupite tatu. Alafu kaachama hivi. Alafu anataka kaweke kama mkono. Sasa mamba akifunga pale, baki mkono huna. Sasa vigogo mtegoni unaambiwa ni wanaomezea mate ubunge. Wengi ni mabosi wanene serikalini. Sio wembamba. Mabosi wanene serikalini. Samia awapa angalizo. CCM yaweka ukomo viti maalum. Sema mwandishi umependa. Viongozi wanene. Hamna wembamba pale. Wale wazito. Wale ambao kidogo smartphone kuna sehemu ya kufutia. Sema uko na kitambi afu hauna smartphone. Utafutia nini sasa wewe kitambi? Baada msimamo wa Trump uko hapa. Mkumbo Mwiguru waje na mkakati wa kujitegemea. Bajeti yalenga deni la taifa. Lakini uchaguzi mpango wazingatia vita dhidi ya VVU, ukimwi, TB, malaria. Haya ni magonjwa ya kimkakati bwana. Okay. Tuna VVU, ndio, ukimwi, lakini TB na malaria. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga Jamii. Ukurasa wa 4 uandika yalivyo maisha ya Tundu Lissu nje ya siasa. Unafahamu yako hapa. Lakini kwingineko naambiwa kurasa wa 5 umeandika ACT Wazalendo kutoshiriki vikao baraza la vyama. Lakini ukurasa wa 8 uandika jela kwa kugawa viwanja eneo la mradi. Kaona isiyo shida. Alijitoa muhanga huyo. Yani yeye jeni njoo nikupe. Abeli njoo nikupe. Malusiki mwite Baraka huko viwanja tunavitoa. Mwite na Didas Masumbuko. Kashasa huko hapa pale kuna mradi wa maji. Ama kuna mradi wa kiwanja cha Riwa. Alijitoa muhanga, alijitoa ufahamu ya hatari. Bwana DAWASA yatoa hofu wananchi upatikanaji maji. Lakini wataalamu wa afya waelekeza mbinu za kukabiliana na mpox. Kurasa wa 4. Kurasa wa 2 uandika akutwa bila nguo ofisi ya TANESCO. Yadaiwa alidondoka akiwa kwenye ungo. Kutoka Songea hiyo. Kutoka Songea bwana. Wataalamu haya mambo. Inasemekana alikuwa anatoka zake Masasi. Mtwara. Au alikuwa anaelekea Madaba. Alikuwa anaelekea Nyasa. Okay. Kumtembea rafiki. Dagaa kule, inawezekana msimu wa dagaa sasa hivi alikuwa na wai dagaa. Zile dagaa Nyasa zile. Au labda ndio ile huko busy kuendesha. Alafu ngoma ikakupiga spana juu kwa juu. Unakutana na mti. Au na wenyewe kuna ajali. Ama alikutana na ajali. Ile nguzo ya simu ile. Au aliweka shoti TANESCO. Sababu akipita mchawi hapo bwana. Kwa nini? Inasemekana ni mchawi. Sawa. Na amepelekwa hospitali jana, amekwenda kupimwa kama atakuwa na matatizo yoyote. Na amerudishwa tena kwa uangalizi zaidi, lakini alijikuta ameangukia kwenye ofisi za TANESCO. Walitega shot. Hii mpya kutoka 2025. Leo tu kwenye gazeti TANESCO